Mzee huyo anaishi peke yake kabisa, lakini jambo la ajabu ni kwamba vijana wa eneo lake humwita baba kwa upendo mkubwa. Cha kushangaza zaidi, hawajibu wala kuwatambua, anawaangalia kama wageni kabisa. Sababu ni kwamba ana ugonjwa wa Alzheimer, ugonjwa unaomfanya asahau kila kitu taratibu. Wakati mwingine husahau hata kufunga mlango au kutambua majirani zake, lakini ndani ya moyo wake bado hajawahi kumsahau mwanawe. Miaka mingi iliyopita, mzee huyo alikuwa na ndoto kubwa ya kuwa bingwa wa kunyanyua vyuma. Alitamani sana kuona ndoto yake inatimia kiasi kwamba alimlazimisha mwanawe kufuata njia hiyo. Lakini kwenye mashindano ya mwaka 1995, mwanawe alishindwa kushinda ubingwa. Muda mfupi baadaye, mama yake ambaye alikuwa mgonjwa sana akafariki dunia. Maumivu hayo mawili yakamvunja moyo kabisa kijana huyo, na akaamua kuondoka nyumbani. Kuanzia siku hiyo, hawakuonana tena kwa zaidi ya miaka 20. Kwa miaka yote hiyo, mzee huyo aliishi na majuto makubwa. Sasa, akiwa kwenye mwisho wa maisha yake, kilichobaki kwake ni medali zilizofifia na picha za zamani za mazoezi zilizogeuka za njano kutokana na muda. Mpaka siku moja, mwanaume mmoja wa mitaani alipokuja na kubadilisha kila kitu. Siku hiyo, kundi la wanaume waliingia kimya kimya ndani ya nyumba ya mzee huyo wakitafuta kitu fulani. Ghafla, mzee akatokea nyuma yao akiwa ameshika upanga na kuanza kuwashambulia kwa nguvu kubwa. Nyumba nzima ikageuka uwanja wa vurugu. Wakati hali ikiwa mbaya, yule kijana wa mitaani akachukua taa ya sakafuni kuzuia upanga wa mzee. Kitendo hicho kilimfanya mzee akumbuke jambo la zamani ghafla. Akamchanganya kijana huyo na mwanawe aliyepotea miaka mingi iliyopita. Mzee huyo akajawa na furaha na hasira kwa wakati mmoja. Alimpiga kibao kijana huyo na kijana huyo akaamua kuondoka mara moja. Lakini mzee aliamini mwanawe anamwacha tena, hivyo akakimbia kumzuia. Wakaishia kumpeleka hospitali ambapo iligundulika kuwa majeraha yake yalikuwa madogo, lakini ugonjwa wake ulikuwa unaendelea kuwa mbaya zaidi. Kwa sababu kijana huyo hakuwa na sehemu ya kuishi, akaamua kuendelea kujifanya yeye ni mwana wa mzee huyo. Siku iliyofuata, macho yake yakatua kwenye kitabu cha benki cha mzee. Alitaka kutoa pesa kwa siri, hivyo akampeleka benki. Lakini waliposhuka kwenye gari, kwa bahati mbaya, aliacha simu yake ndani ya gari. Muda mfupi baadaye, simu ikaanza kuita. Mzee akaogopa mwanawe atakosa simu muhimu, hivyo akainamu kuichukua. Lakini bila kujua, akaachilia breki ya gari. Gari likaanza kushuka mteremkoni kwa kasi. Kijana huyo alipoliona, tayari lilikuwa mbali. Akaanza kukimbia huku akipiga kelele mzee avute breki, lakini kutokana na ugonjwa wake hakuweza kuelewa chochote. Hatimaye gari likagonga eneo la ujenzi na nguzo nyingi za chuma zikaanguka juu yake. Kijana huyo alibaki ameganda kwa hofu. Kisha akaanza kuondoa vyuma vile kwa haraka huku akiwa na wasiwasi mkubwa. Kwa bahati nzuri, mzee huyo hakupata madhara makubwa. Lakini kutokana na hasira na mshtuko, kijana huyo alimfokea sana mzee huyo na kumlaumu kila kitu. Na mzee akasimama